Hello, leo ni siku nyingine kabisa. Tunakwenda kuangalia fraction au sehemu, lakini siku ile tuliangalia sehemu yenye namba yenye asili moja, yaani umepewa namba ya juu na chini, lakini leo tunaangalia sehemu mchanganyiko. Sehemu mchanganyiko, mfano umepewa 7.5 utoe 3 chini ya 3 sawa sawa. Sasa hesabu kama hii hapa unaifanyaje? Hesabu kama hii unaweza ukaifanya kwa njia rahisi sana, lakini unaweza ukaamua wewe mwenyewe, eza utumie huyu utoe na huyu, au uzidishe hii na hii ujumlishe na hii. Kwa maana hiyo tunaanza kufanya hivi, tuchukue huyu tuzidishe na huyu tujumlishe na huyu. Kwa hiyo tunachukua 7 tuzidishe na 2 tujumlishe na 1 chini ya 2, kutoa hivyo hivyo. Tunachukua huyu tunazidisha na huyu tunajumlisha na huyu. Kwa hiyo tunachukua 3 tunazidisha na 3 tunajumlisha na 1 chini ya 3. Baada ya hapo unazidisha hapa 7 mara 2 14 kujumlisha 1 chini ya 2. 3 mara 3 ni 9 kujumlisha 1 chini ya 3. Baada ya hapo unaanza kujumlisha kama kawaida. 14 kujumlisha 1 unapata 15 chini ya 2, kutoa 9 kujumlisha 1 unapata 10 chini ya 3. Sawa sawa. Baada ya hapo unapata sehemu kama hii hapa. Kwa maana hiyo sasa tunarudi kule, tunachukua huyu tunamzidisha kwenye upande wa huku kwenye hizi sehemu za huku, lakini pia tunachukua hii namba tena iliyoko hapa tunazidisha upande wa huku namna hii. Tunachukua 15 chini ya 2 utoe 10 chini ya 3. Kwa hiyo kama nilivyosema, tunachukua hii namba tunazidisha upande wa huku na hii namba tunazidisha upande wa huku tuna chini. Kwa hiyo tunachukua hii namba tunaizidisha hapa na hapa, lakini hii tunachukua tena hii namba tunaizidisha hapa na hapa. Kwa baada ya hapo unaanza kuzidisha kama kawaida. 15 mara 3 unapata, unazidisha kama kawaida. 15 mara 3 unapata 5 mara 3 15. Naenda na 1 kichwani. Hii hapo ni 3 na ile 1 inakuwa 4. Kwa hiyo inakuwa 45 chini ya 3 mara 2 inakuwa 6. Unatoa 10 mara 2 inakuwa ni 20. Hapa napo 3 mara 2 inakuwa 6. Baada ya hapo unapata sehemu yenye namba zinazofanana kwa chini. Tunachukua tu, tunashughulika na hawa wa juu, tunatoa kama kawaida. Tunachukua 45 utoe 20. Hapa ni kama kwa 5 kutoa 0 ni 5, lakini 4 kutoa 2 inakuwa ni 2. Kwa hiyo tumepata jibu letu ni 25 chini ya 6. Sasa hapa tunakwenda kuipunguza sehemu, kwa sababu tunaona hapa hii namba ni kubwa kuliko namba ya chini. Kwa hiyo tunachukua 25 tugawanye na 6. Tunaanza kufikiria ni 6 mara ngapi nipate 25? Ikaribia kufika 25. Kwa hiyo ukiangalia table ya 6, tunazungumza table ya 6. Kwa hiyo ni 6 mara 4. 6 mara 4 tunapata 24. Kwa hiyo jibu letu linakuja kutoa kama kawaida 5 kutoa 4 tunapata 1. Kwa hiyo jibu letu tunapata 4. Tunapata 4. Jibu letu tunapata 4 na 1 iliyobaki chini ya 6. Kwa hiyo sasa sehemu yetu tuliyopewa 7.5 utoe 3
Jibu letu tunapata 4 na 1 chini ya 6. Hapo utakuwa umepata jibu ambalo ni la kawaida kabisa, kwa njia ya kawaida kabisa. Kwa hiyo ndugu wazazi wenye watoto mnaotufuatilia kwenye peji zetu, niwaombe muwashughulikie watoto waweze kufanya maswali mbalimbali katika peji yetu, lakini pia nitatoa maswali kama ifuatavyo ili kwa ajili ya kumrahisishia mzazi akiwa na mwanae nyumbani aweze kumpatia maswali yale afanye, na akishamaliza kufanya atatutest, ataweka komenti yake pale tujue, je, mtoto ameweza au hajaweza. Mzazi utatupa majibu ya mwanao. Kama akiweza atafanya maswali yafuatayo. Swali la kwanza, tuseme pewa 8, utoe swali la pili, kwa hiyo ndugu mzazi, mwanao tunaomba afanye haya maswali. Akishamaliza kufanya, basi utatutumia kwenye text kwamba mwanangu amefanya maswali, basi utakomenti pale au utatumia majibu yake. Sisi tutamsahisha mwanao kama kawaida, tutakwambia huyu mtoto tayari ameweza. Asante.